Mama. Si Yongo yule? Yongo. Pembe. Yongo amefanya. Kama ni ramli basi unipigie mana Mwanangu Yongo. Kaka, nini kilikukuta? Pole baba. Ni mwezi sasa onekani geto. Mganga naomba unisikie. Kama ni ramli basi unipigie mana mdogo wangu Yongo. Ni mwezi sasa hajarudi geto mana mdogo wangu Yongo. Ni mwezi sasa onekani geto. Kaka. Umepona? Kaka umepona? Yongo mtukutu, Yongo mtukutu, uhuni wake umemponza, sasa amekuwa mwehu, dunia imemfunza yale ya ulimwengu. Yongo. Shangazi. Naam. Unaweza kunifanya nikumbuke kwamba sikio haliwezi kupita kichwa, na siku zote jungu kuu haliwezi kukosa ukoko. Kutokana na hii hali ambayo tumekuwa nao hapa nyumbani, nimegundua nimekukosea sana. Kiuhalisia shangazi, nilikuwa na sema wewe ni mchawi, ila uliponipatia ushirikiano wako, tukaenda kwa mtaalamu mpaka kaka Yongo akarudi sawa tena na katika hali yake ya kawaida kama zamani. Sina budi kukuomba msamaha shangazi, naomba unisamehe sana. Pembe mwanangu. Yes. Mimi binafsi nimeshakusamehe, na huenda pia kwa njia moja ama nyingine mimi pia nilikukosea, hivyo naomba unisamehe pia. Shangazi, mbona mimi nishakusamehe kitambo tu? Yaani toka nilipojua kwamba wewe hauhusiki na hili swala la kaka Yongo, basi tayari mimi nikakusamehe. Kwa hiyo sio na shaka shangazi. Sawa, kama ulishanisamehe basi nimeshukuru. Sawa shangazi, acha mimi niingie ndani nijitayarishe mara moja. Kuna sehemu nataka kuwa, alafu nitarudi nitasembea. Haya, sawa, safari njema. Sawa shangazi. Haya. Pembe. Karibu rafiki yangu. Asante. Nimeletwa hapa na jambo moja tu. Pembe. Jambo gani hilo? Wakati ile miezi 7 alisema mganga ndio inakaribia kuisha. Tayari umeshinda kwa mvumilivu, umerudi tena. Bana. Urafiki gani huu? Unafiki mtupu. Pembe. Mbona sikuelewi lakini unachozungumzia? Unamaanisha nini? Utanielewa tu. Hivi wakati kaka yangu anaumwa, ninapitia kipindi kigumu. Halafu unadai kunisaidia. Unanipeleka kwa yule mtabibu ambaye hana lolote zaidi ya kutaka hela yangu na kunichanganisha na shangazi. Halafu wewe muda wote unafahamu yote haya. Pembe. Hivi ni nani atakuwa amekwambia haya maneno? Kwa maana mambo unazungumzia hapa mimi sifahamu chochote. Na kwa pia wallahi Mungu mmoja aliye juu. Sina nijualo. Haujui? Kivipi? Wakati wewe ndio mtu wa kwanza uliyeniambia kwamba shangazi ni mchawi. Kumaanisha wewe ndio uliyemwelezea yule mpuzi mwenzako mambo yote kuhusu familia yangu. Pembe. Wewe ni rafiki yangu. Sawa na? Na mimi sitaki nikudanganye. Ila kuhusu shangazi yako pengine ameelezea tu mtaani. Lakini kwa sasa mimi sina jualo hapo, sihusiki Pembe mimi. Nisikilize bana. Kwa sasa sina muda tena kupoteza hapa kwako.
na sina muda wa kusikiza hizo ngojera zako. Cha msingi na cha muhimu, mfuate yule mjinga mwenzako, mwambie kwamba bwana, siri ishagundulika na mwenyewe anadai hela yake. Kisha baada ya hapo, urafiki wetu mimi na wewe utabakia kwa kumbukumbu tu. Atakuwa ameambiwa na nani yote haya? Ama itakuwa Yongo amepona kweli? Ndiyo, atakuwa amepona. Yongo mwanangu, mganga alitueleza kila kitu, ya kwamba wewe ulienda ukaiba simu ya wenyewe, na ndio maana wenyewe wakaenda kushtaki kwa mizimu, ndio ukawa kichaa. Na unafahamu fika, kila mchuma janga hula na wakwao, na ndio maana tukakuhangaikia hadi ukapona. Sasa Yongo, kwa nini huwezi acha hizi tabia za wizi? Shangazi, hayo mambo mimi sinayo tena, na nilijifunza kutokana na tukio lililotokea. Itakuwa vyema kama utakuwa umebadilika, maana hii dunia ni tambara bovu mwanangu, na tena haina huruma. Usijali shangazi, nami nakuapia nitabadilika na kuwa mtu mwema kama unavyotaka. Sawa, mimi niko ndani. Sawa. Yongo mtukutu, uhuni wake umemponza, sasa amekuwa mwehu, dunia imemfunza yale ya ulimwengu. Yongo mtukutu, Yongo mtukutu, uhuni wake umemponza, sasa amekuwa mwehu, dunia imemfunza yale ya ulimwengu. Vipi bro? Nawaza nini? Ama umeanza kwa chizi tena? Wapi bana. Hapa alikuwa nafikiria biashara yenye shangazi atanufaika nayo tu. Naona sasa umeanza kuwaza mambo ya kimsingi. Itakuwa vyema kama utaweza kulifanikisha hilo. Usijali kaka. Alafu bro, katika hii dunia, yani kuna watu hawapaswi hata kuwa ndani yake. Kwa nini? Hivi unamfahamu ule mshikaji bana? Bana namfahamu. Vipi? Kuna nilikuzingua? Yule mwana anajifanya rafiki, lakini kumbe ni mnafiki tu. Kipindi wewe unaumwa, nilimfuata kwa ajili ya kutaka msaada, na alijifanya kunisaidia, kumbe yuko kwenye michongo yake, anataka tu kunila pesa. I say, iliniuma sana na bado sijaamini mpaka sasa. Dunia ndivyo ilivyo ndugu yangu, na haupaswi kuamini kila mmoja, maana wengine ni wajawazito. Yaani kiukweli nimejifunza sana kwa hili. Sawa, wacha mimi nikuage, nitoke kidogo hivi, niangalie mtaa, alafu sinaelewa tena kiuno ni kizito hichi. Yaani ulipona tu juzi alafu una usiwaze, usielewa tena mambo yetu. Poa kaka, kwa makini. Usiwaze ndugu yangu. Sasa hizi mwanangu,
Salama shangazi. Vipi? Kwema utokako? Kwema. Vipi? Pete amepika huko ndani ama bado anaangalia TV? Chakula kiko tayari. Tulikuwa tunakusubiria tu wewe na Yongo ili tuweze kula kwa pamoja. Kwani Yongo ametoka? Ndio. Amesema anaangalia mtaa mara moja alafu atarudi. Oh. Sawa. Mimi nipo ndani. Sawa. Akifika mtaniambia. Sawa. Samahani shangazi. Bila samahani. Vipi kuhusu swala la Betty kwenda shule? Kwa maana ni muda nimekuongelesha jambo hili lakini sioni dalili yoyote. Kumbuka shangazi, serikali ikijua kuwa kuna mtoto ananyimwa haki yake ya elimu mahali hapa, utachukuliwa hatua kali ya sheria na tutakuwa matatani sana shangazi. Oh. Kuhusu hilo ondoa shaka. Maana kila kitu kipo tayari na Jumatatu ataanza shule. Basi sawa shangazi. Haya, mimi nipo ndani. Sawa. Haya. Vilio umejaa kweli, majonzi yamekithiri, wameenda wasemaji hata nao matatizo, watafiti wamefeli. Habari yako kaka? Salama. Karibu. Asante. Nilikuwa namuulizia Betty. Betty kwa sasa hayuko. Vipi? Ulikuwa unafahamiana naye kivipi? Tulikuwa tunasoma sote darasa moja. Lakini sasa shuleni simuoni na pia mtaani simuoni. Sasa nimekuja kumjulia hali. Okay. Betty tuliweza kumhamisha shule. Kwa sasa anasomea jijini Nairobi na yuko katika shule ya bweni. Hivyo ukitaka kumuona basi itakulazimu uweze kumpitia katika likizo ndefu, ila yupo salama kabisa, hata usiwe na shaka lolote. Basi sawa kaka, asante. Mimi niko wapi? Wewe na siku njema baba. Sawa, nawe pia. Karibu. Asante. Tata siku hizi bwana. Bana, nimekuja uje unipe majibu ya maswali nitakayokuuliza, la sivyo atachimbika. Yongo, sikia nikwambie, wewe ni mtoto wa juzi tena sana, hauwezi kunitishia. Halafu isitoshe, tambua huko kwenye nyama yangu naweza nikafanya chochote kile ninachojisikia. Nimekuja kistaarabu. Na kwa nini ukaamua kumdanganya kakaangu na kuoneza habari za uongo eti shangazi ni mchawi na hii kutosha mkala pesa? Pesa? Ngona pesa nini? Ama itakuwa bado ni fetu, si ndivyo? Pole pole basi. Natumai habari zangu bado unazo. Nitakwambia. Mwanangu cheki. Ilikuwa hivi mwanangu. Yongo mtukutu, Yongo mtukutu, uhuni wake umemponza, sasa amekuwa mwehu, dunia imemfunza yale ya ulimwengu. Yongo mtukutu, Yongo mtukutu, uhuni wake umemponza, sasa amekuwa mwehu, dunia imemfunza yale ya ulimwengu. Yongo mtukutu, Yongo mtukutu, uhuni wake umemponza, sasa amekuwa mwehu, dunia imemfunza yale ya ulimwengu. Yongo mtukutu, Yongo mtukutu, uhuni wake umemponza, sasa amekuwa mwehu, dunia imemfunza yale ya ulimwengu. Yongo mtukutu, Yongo mtukutu, uhuni wake umemponza, sasa amekuwa mwehu, dunia imemfunza yale ya ulimwengu. Yongo mtukutu,
Yongo mtukutu, uhuni wake umemponza, sasa amekuwa mwehu, dunia imemfunza yale ya ulimwengu. Yongo, 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 yongo.